Leo unajua kuna familia nyingine kabisa hutakiwi kujenga nyumba. Yaani kuna familia zipo ambazo hutakiwi kabisa kujenga nyumba. Ukijenga tu nyumba ni kama umeita matatizo. Utabeba matatizo ya kila aina. Kuna familia nyingine hutakiwi kabisa kuolewa. Ukiolewa tu ndo kwa mara ya kwanza utasikia namna ya kufa. Utafiwa na mume, utafiwa na yaani mambo yote yatakufa, kila kitu kitaharibika. Kwa sababu gani? Kuna roho ambayo inasema hii familia hakuna kuolewa. Kuna watu ambao hawatakiwi kuzaa. Wakizaa tu basi wamezaa vitu ambavyo vitakufa ovyo ovyo. Umeona? Kwa hiyo kuna roho ambayo ipo kwenye kila aina ya familia. Kuna roho. Hata mwenyewe ukiangalia unasema familia yangu mimi kuna roho ya aina fulani. Familia yangu kuna roho ya aina fulani. Yaani unakuta hata mama yako aliwahi kujenga nyumba, lakini baada ya kujenga nyumba nini kilifuata? Ni kuharibikiwa kwa kila kitu. Kwa hiyo wanaruhusu jenga. Lakini ukishajenga tu usije kadhani utaendelea kwa chochote. Never, huwezi kuendelea kwa chochote kile. Yaani utajenga nyumba ndio umepoteza sasa mwelekeo. Wanasema ninapo pa kukaa lakini hauna kitu ambacho kinaenda kwenye maisha. Si? Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio kuna roho hiyo ya familia. Kuna aina hiyo ya roho ya familia. Yaani kuna familia nyingine wakati tu wanapobarikiwa, wakati wanainuliwa, wakati wanapata mema, wakati wanapata baraka, ndio wakati ambao matatizo yanakuja. Hebu sema leo ninashinda kila roho ya familia. Katika jina la Yesu. Leo ninashinda kila roho ya familia ambayo yenyewe huwa inatuangusha wakati wa baraka, wakati wa kustawi. Katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu. Sema amen. Sasa leo tutaomba ombi moja. Leo tutaomba kwa ajili ya ombi moja linasema kuyaishi mabaya ya baba zetu. Kuyaishi mabaya au kujitoa katika mabaya ya baba zetu. Kujitoa katika mabaya ya baba zetu. Naposema neno baba zetu, maana yake baba yako mzazi, baba yake na baba yako, baba yake na baba yake na baba yako, hayo. Kwa hiyo anasema kujitoa katika mabaya ya baba zetu. Hebu sema kujitoa katika mabaya ya baba zetu. Ya baba zetu. Now listen to me. Wazazi wetu, baba, mama, wazazi wetu, baba, mama, wana mema yapo mengi. Wana mema mengi ambayo wameyafanya kwa ajili ya maisha yetu na kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Hilo halipingiki. Baba yako, mama yako, babu yako ana mema mengi aliyoyafanya kwa ajili yako na kwa ajili ya watu wengine. Hilo halipingiki na hatuna sababu ya kumchukia mama, bibi, babu. Kuna mema mengi wameyafanya. Amen. Kuna mema mengi wameyafanya sana, sio kidogo. Kuna mema mengi wameyafanya. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwashukuru lakini pia kuwaombea. Kuna mema mengi ambayo wameyafanya. Lakini sasa pia bila kusahau kuna mabaya mengi ya wazazi wetu walioyafanya kwenye maisha yao. Na hayo ndio sosi ya uharibifu wa watoto wao. Asilimia chache sana ya watu wanayaishi mema ya wazazi wao, lakini asilimia kubwa sana ya watu wanayaishi mabaya ya wazazi wao. Ni kweli kuna watu ambao wanayaishi mema ya wazazi wao, lakini pia kuna watu wengi sana kwa asilimia kubwa wanayaishi mabaya ya baba zao. La bashanta la bayande. Si kama naongea na watu hapa. Ninaongea na watu. Yes, kuna watu ambao wanayaishi mema ya baba zao, lakini kuna watu ambao wanayaishi mabaya ya baba zao kabisa. Yaani kabisa anayaishi mabaya ya baba zao. Nataka nikuoneshe kwenye maandiko kabisa ili kusudi tuweke msingi mzuri. Najua utanielewa kwa wepesi zaidi. Nikuoneshe andiko kabisa kwenye Biblia ili kusudi unielewe kwa vizuri zaidi. Naomba tufungue kitabu cha
nianze kukufundisha kwanza kwa habari ya mema. Niachane na mambo ya niache kwanza mabaya, ni kuoneshe kwanza mema ya baba yako. Yapo mema mengi. Yapo mema. Usije ukasema tu baba alikuwa mbaya tu. Kuna mema yapo ambayo baba yako aliyafanya. Umenisikia Unanielewa watu wa Mungu? Kuna mema yapo baba yako au mama yako alifanyaje? Aliyafanya. Kwa hiyo sio tu mabaya. Tuangalie kitabu kile cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza. Kitabu cha Wafalme wa kwanza, au tuanze Wafalme wa pili. Tuanze Wafalme wa pili sura ya 22 mstari wa pili. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 22 mstari wa pili. Wafalme wa pili sura ya 22 mstari ule wa pili. Biblia inasema, akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akaenda katika njia yote ya Daudi babaye. Wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Asante. Umeona hapo sasa? Narudia tena kulisoma hilo andiko. Anasema hivi, Wafalme wa pili sura ya 22 mstari wa pili, anasema hivi. Anasema akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake. Akaenda katika njia ya nani? Daudi baba. Akaenda katika njia ya nani? Ya Daudi baba. Kila maisha ya mtu unayoyaona hapa, kuna njia ya baba yake lazima anaiendea. Amen. Nanielewe? Anasema akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda katika njia ya baba yake Daudi. Kwa hiyo kumbe yani lifestyle ulionayo wewe ndio lifestyle ya baba yako. Yani hiyo ndio biblically, kibibilia, maisha unayoishi wewe ndio maisha ya baba yako. Anasema huyu sasa akafanya yaliyo mema kwa sababu aliendea njia ya baba yake Daudi. Daudi alikuwa ni nani? Mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Daudi na mtoto wake pia na yeye akawa ni mtumishi wa Mungu na akafanya mema sawa na njia ya baba yake. Sasa kuna watu wanaishi njia za baba zao. Baba alioa akaacha, utaoa utaachika pia. Ndio maana nakwambia hakuna kipya. Yaani unachokiishi wewe ni cha baba yako kabisa 100%. Baba yako alikuwa hataki kazi, mtoto atakuwa hataki kazi. Baba ni mtu wa kulelewa, watoto watalelewa pia hivyo. Yaani hata kama wewe ndio umezaa watoto wako na umezaa na baba yao ambao ulikuwa unamlea, watoto wako watalelewa. Hutowalea wewe kwenye maisha yao. Wataishi na watu wengine na sio wewe. Kwa nini? Kwa sababu wanaiendea njia ya baba yao. Unanisikia? Anasema hivi, akayafanya yaliyo mema machoni pa Bwana kwa sababu aliendea njia ya baba yake. Kwa hiyo tunaona sasa baba wa watoto wako yukoje? Njia alizonazo ndio njia zile zile za watoto wako. Yaani utafanya ufanyavyo ni njia zile zile za watoto wako. Kwa hiyo kama baba huyu yeye kazi yake, unajua kuna wanaume wengine huwa wanaoa wanawake wenye nyumba. Yaani anaenda kwa mwanamke ambaye ana nyumba na sehemu ya kukaa. Aenda ndo wewe ndo anakuchumbia na wewe unahisi kama unapendwa. Kumbe mwenzako ametafuta pa kujihifadhi. Umeona sasa? Anaenda naoa mtu mwenye nyumba, anajua kabisa hapa nitakaa bure, sitalipa kodi. Anakuoa pap, anakuchukua, alafu anazaa na wewe watoto. Watoto wataishi vile vile. Yaani kama ni wadogo wewe subiria utaona picha yake baadaye. Na hao pia watakuwa, watatafuta sehemu mtu mwenye nyumba, wataenda kukaa, wanajitafuta sehemu ya kujihifadhi. Kwa nini? Wanaiendea njia ya baba yao. Hiyo ni kibibilia kabisa. Anasema wakayafanya yaliyo mema machoni pa Bwana kwa sababu waliiendea njia ya baba yao. Kwa hiyo baba ana mema, wazazi wana mema, yapo, lakini pia wana mabaya. Sasa kwa asilimia kubwa nimesema wengi wanaiendea njia ya mabaya na sio mema. Tusome andiko jingine nikuoneshe. Tusome andiko jingine nikuoneshe tena. La kaparada gabashata. Lebra. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 15:34. Wafalme wa pili 15:34. Biblia inasema,
Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Akafanya kama yote aliyofanya Uzia babaye. Akafanya kama yote aliyoyafanya Uzia babaye. Umeona? Yaani kila aliyefanya mema ni kwa sababu ya baba yake. Ni kwa sababu ya background ya baba yake, ni kwa sababu ya backup ya baba yake. Akafanya yaliyo mema kwa sababu aliendea njia ya baba yake Uzia. Wewe unayoyafanya yanamwakilisha nani? Yesu mwenyewe alipokuja hapa duniani anasema siyafanyi yaliyo yangu, bali yale nimeonayo baba yangu anayafanya. Zalaba. Hiyo ni Wafalme sura ya ngapi hiyo? 15 mstari wa ngapi? 34. Anasema akafanya yaliyo mema mbele za Bwana, machoni pa Bwana, kwa sababu aliiendea njia ya baba yake. So kila unachokifanya hapa ni kwa sababu ya backup ya baba yako. Nyuma ya unachokifanya wewe, nyuma ya maisha unayoyaishi wewe, kuna baba yako. Kuna baba yako. Ndio maana hata maisha ya kiroho lazima uwe na baba wa kiroho. Unaponiona hapa mimi nina baba yangu wa kiroho ambaye yani muda wote nakimbilia kwake, na baba mimi kuna jambo fulani sielewi. Ananiambia okay, 1 2 3 piga magoti nikuombe. Lazima uwe na baba wa kiroho. Kwa nini? Kwa sababu kila maisha ya mtu lazima yanamwakilisha baba yake. Kama baba yako hajawahi kujenga nyumba, usije ukadhani utakaa kirahisi utajenga kirahisi. Never. Kama mama yako hajawahi kujenga nyumba, usidhani utajenga nyumba kirahisi. Never. Lazima upambane. Kama baba yako aliishi na vihelahela baadaye vikapotea, akaishia kuwa na miguu inayouma, kwa hiyo watoto wakaanza kumlea, na wewe ukifikisha miaka 45 unaanza kusikia miguu kitembea na kwa nini? Unaiendea njia ya baba yako. Maona sasa? Lakini hawa wanasema wakayafanya yaliyo mema mbele za Bwana au machoni pa Bwana kwa sababu waliiendea njia ya baba yao. Kwa hiyo kama baba yao alikuwa hana nyumba, alikuwa sio msomi, alikuwa hana kazi, alikuwa hana chochote, na maana na hawa pia wangekuwa kama nani? Baba yao. Kama waliyafanya mema machoni